bwana tuwe tutausiwa tushafika. Subiri bwana Suzi. Kwani mpenzi wako anakaa wapi? Nyumba ile pale tushafika. Pale? Hebu twende bwana. Suzi siwezi kuja. Suzi. Bwana uko vipi? Mbona uko? Nimekuja na rafiki yangu amenikimbia. Kimbia? Sasa kumbia kuna tatizo gani? Rafiki kweli. Tausi rafiki yangu, mbona sikuelewi? Tumekubaliana vizuri uende ukamwone shemeji yako. Lakini tulipofika tu, Dodo anapotukia wewe ukanikimbia. Suzi shoga yangu. Ninajua sana mapenzi. Na najua mtu akipenda huaga hivyo. Na hili lishakuwa tayari tatizo kwa upande wako. Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Unanisemea kimafumbo. Hebu funguka nikuelewe. Naomba nisikilize. Tena nisikilize kwa makini haswa yule mchumba wako. Kufai hata kidogo. Unamaanisha Dodo anifai? Huyu unayemwita mchumba wako ndiye alikuwa mume wangu na anaitwa Dodo. Ni muuaji, hakufai. Naomba achana naye Suzi. Tausi, mimi nahisi unaota wewe. Yule hajawahi kuoa na wala hana hata mtoto. Isitoshe mimi ndo mchumba wake wa kwanza. Sawa, unaweza yote kuamini, lakini hakuna mwanaume yoyote anayekaa chini kumwambia mwanamke wake ampendaye historia yake mbaya ya maisha au tabia yake chafu aliyofanya huko nyuma. Hakuna. Mimi hata sikuelewi rafiki yangu. Sijui unamaanisha kitu gani. Naona kama unatunga mashairi. Suzi. Hawa ndio njoo wanafuga hapa. Kwa hiyo wazoee. Kiufupi hapa ndio nyumbani. Mimi naenda tutaishi hapa. Kwa hiyo karibu sana. Nisikie ndo kwako. Vipi unaonaje mazingira? Mazuri, nimepapenda. Ila kwa sababu tupo hapa kiutafutaji. Sio mbaya. Keshi. Na kweli bado tunaendelea kutafuta. Sasa kuna jambo moja nataka nikwambie. Ili unisikilize vizuri kidogo. Maisha hapa kijijini hayafanani na kule mjini. Watu hapa kijijini wana majungu, fitina, kufuatiliana. Na hasa mimi huwa wananifuatilia sana kwa sababu mimi kama nilivyokueleza, kwa mimi nimewekeza sana kwenye kilimo. Sasa ninachotaka wewe uishi hapa, kwanza sitaki uwe na urafiki wote na mtu yoyote hapa kijijini. Una jambo lako lolote, nieleze mimi. Umeelewa vizuri Lakini mume wangu, hasa maisha gani ya kuishi bila jirani, bila kushirikiana na kijiji Hasa kama majungu, fitina, si zako mimi zinanihusu nini? Mimi ndio nakijua kijiji tofauti na wewe unapokijua kwa sababu wewe ni mgeni. Kwa hiyo kiufupi wewe chukua haya nayokupa alafu tuishi vizuri. Umeelewa vizuri Na ukienda kinyume na maagizo haya unaweza ukanichukia kidogo. Lakini sipendi tufike huko. Mume wangu, mimi najua bado umechoka, ndio maana naongea sana hivi. Chukua haya nayokupa alafu tuishi vizuri. Sawa Sawa. Unaelekeza.
kazi ipo shoga yangu. Yaani huyu mwanaume ameanza tayari kumjaza ujinga mke wake. Nakwambia amemshika masikio ili asisikie wana kijiji. Yaani mimi ningekuwa huyo dada, ningekaa katisi chini kidogo, nikayapata mume wangu mtani yakoje. Shoga watu watuishi hivyo. Kama vile kusalimiana na watu maisha gani yani? Wallahi tenge mjomba mwanaume mwenyewe. Mbona kazi ipo? Yaani huyu kaka akitakaga kuoa anawafuata wanawake huko mjini. Yaani anakijua kimbebe cha wanawake hapa kijijini. Na ataendelea kuwakomesha sisi hapa hatupati ngo. Hata tupataje waza shoga yangu. Umeona? Sawa, mimi nimewaelewa vizuri sana, ila tunafanyaje? Na mtu mwenyewe si mnamjua yule? Huyu mwenyekiti vipi huyu jamani nyinyi? Hivi wewe ukoje wewe? Kwa nini unakuwa hivyo, unaongea maneno ya woga woga wakati wewe mwenyekiti? Yaani unamwogopa mtu mmoja tu mkorofi hapa kijijini? Ha! Unajua nyinyi hamuelewi kitu, na ndio maana mnalopoka maneno hayo. Mimi sio kama namuogopa, rahasha. Ila nimeshaomba msaada serikali kuu na wanasema wanalishughulikia hili swala. Na ndio maana mimi nashindwa niamue kipi. Kumbukeni, kuchukua sheria mkononi ni kosa kisheria. Unaona? Hebu tuwe na subira vijana. Haya mambo yatakwisha. Kitu gani mnahangaika? Nini? Subira. Yaani kila siku subira tu. Na mwenyekiti, unalolizungumza ni sawa. Ila hili swala la kusema tunalishughulikia, mimi sijui nini kitafuata. Na isiyo tunasubiri ya meli uwanja wa ndege. Unajua, hebu kweni wapole vijana. Ni kweli nina uchungu. Na hili sasa hivi lazima tulifanyie kazi. Waki hata mimi sikubaliani nalo. Na waahidi sitawaangusha kwenye hili. Ikiwa mlichagua kwa imani ya kutumikia, wallahi nasema hili lazima tulishughulikie kwa sababu hata mimi mwenyewe linanikera. Sawa mwenyekiti. Sisi tunakuachia wewe na tunasubiri ulishughulikie. Lakini mwenyekiti, ikitokea kama mwanzo ukashindwa kulishughulikia hili swala, sisi mwenyekiti tutalishughulikia kama wanakijiji ambao tunapenda kijiji chetu na tuna mapenzi na kijiji chetu. Maana haiwezekani mtu mmoja tu achafue sifa ya kijiji chetu. Yeye kawa nani? Hatutorudi tena hapa kukaa tunalizungumzia hili swala la huyu bwana. Sisi tutachukua maamuzi wenyewe. Sijui umenielewa? Sawa. Mimi nimeelewa vizuri. Sisi tumekuamini wewe kama mwenyekiti, tumekuchagua. Sasa unaposema tunasubiria serikali ipi unasubiria wewe? Unashinda kuamua. Unajitia aibu. Hebu tuondoke mwanangu. Sasa tupende mikono basi. Nani akupe mkono wewe? Taratibu jamani, mambo yanafanyika taratibu. Unafikiri asili inasaidia nini? Nadhani kila kitu wewe hapa unakijua. Kila kitu unakijua na unajua namna vitu vinavyokwenda. Lakini sasa cha ajabu, yani wewe unakwenda kinyume na maagizo mimi ninayo. Kwa hiyo mimi sitaki swala hili tena lijirudie. Karibu. Asante sana. Asante sana. Mambo shemeji? Safi. Na kama nilivyokueleza, na sitaki nirudie tena mazoea ya watu hapa. Sitaki. Yaani sitaki kabisa. Umeelewa? Umenielewa? Kaka, hivi hii tabia utaacha lini kaka yangu? Kinguti. Hivi wewe umeshaanza lini kuingilia maisha mimi na familia yangu? Hili limeanza lini? Hivi mume wangu, mbona una busara kwa wafanyakazi wako? Hebu punguza hasira zako. Unaniumiza mimi. Naumia. Kaka, lakini mimi sikuwa na nia mbaya kabisa. Lengo langu lilikuwa nzuri tu. Lakini pia samahani sana kama takuwa nikukwaza kwa kuingilia maisha yako. Na kuahidi sitakuingilia tena katika maisha yako. Nakwambia kitu kimoja Kinguti, ili unisikilize vizuri. Wewe mimi nimekuajiri kwa ajili ya shamba tu. Si kuwa mshauri katika ndoa za watu. Tafadhali sana. Naomba hili unielewe. Umeelewa vizuri? Sawa bosi. Basi mume wangu, nishakuelewa. Sawa bosi, nimekuelewa.
na pia nakuahidi haitajirudia tena. Haya, wewe sasa tupishe. Pisha nenda wapi? Yaani hapa ndio tunapokozana mimi na wewe. Yaani nitakapotoa maelekezo basi lazima utapike. Nimekwambia tupishe. Kuna swala kuhoji. Kwani nikikapa kuna nini jamani? Nenda tupishe. Ya wanaume wewe wewe mwanaume. Kaka, mimi sikujia haya. Nimeenda kwa shambani kule juu kwenda kuangalia mazingira ya kodi. Lakini baada ya kufika pale nikakuta pale yani majani yamekuwa marefu sana. Umeelewa? Kiasi kwamba yani mpaka panatisha. Na haya majani upande gani? Kule juu. Kule kwa juu. Hatuwezi kupiga moto? Hapana. Hatuwezi kupiga moto bwana. Ile kwa haraka sana. Labda nikushauri tu kama ikiwezekana. Ama mimi nichokiona tutafute watu ambao nahisi wako vizuri kwenye kazi. Tukawapa deal, kufanya kazi. Sasa hiyo unaona liko ndani ya uwezo wako. Watu nawajua chapa kazi. Wafahamu vizuri. Cha msingi utafute, zungumza nao. Alafu gharama zao niambie mtu wako. Haina shida. Sawa. Sawa. Nashukuru. Haya. Mika. Hebu njoo mara moja. Ndio huko. Sikieni. Kuna taarifa nimezipata hapa kwamba kuna nazi zimeibiwa. Ni kweli kaka. Kwa maana hata sisi tuende kuangalia inaonekana zinaibiwa. Mkuu, hata sisi tulipofika asubuhi hapa tumekuta taarifa kwa wafanyakazi wenzetu kuwa nazi zimeibiwa. Sasa nyinyi mna umuhimu gani ya kukaa hapa shamba? Kama nazi zinaibiwa na nyinyi mko hapa? Mna kazi gani sasa? Si bora muondoke. Si mkuu, sisi tunachoomba uweke ulinzi usiku. Nyinyi mnaonekana kazi imewashinda, si ndio? Hapana kaka. Ila Nikuta. Kuna ile miche ya minazi 47. Nimepanda mingapi? Mika. Endelea na kazi. Sawa. Bosi, ile tayari yote nishaipanda. Nimepanda yote. Sawa. Ila kuna kitu bosi ambacho kimetokea kidogo hapa. Ndio. Inasemekana kwamba nazi zinaibiwa. Zinaibiwa? Eh. Sasa Kinguti, nazi zinaibiwa hawa kwa wapi? Hata mimi mwenyewe najaribu kuuliza lakini majibu yao ambao wananijibu nashindwa kuelewa. We Mika. Mika. Njoo. Mika. Nazi zinaibiwa. Nyimko. Mkuu, hizi nazi zimeibiwa usiku. Kwa sababu sisi muda wote wa mchana tupo. Tunaingia saa 12 asubuhi na kutoka saa 12 jioni. Nilipokuja asubuhi hapa, tukuta nazi zimeibiwa. Sio hii issue mnaitengeneza nyinyi. Mnatoka asubuhi, mnatoka jioni, usiku mnarudi kuja ubeba. Hapana. Nikifanya ubaini nikajua mmehusika. Ndanijua mimi. Lakini bosi, mimi nilikuwa na ushauri. Tungejaribu kuweka ulinzi wa usiku. Kwa maana tusipoweka ulinzi, tutakuwa siku moja zimeisha. Sasa Kinguti? Naam. Naona hili liko ndani ya uwezo wako. Sawa. Ndio hakikisha kutafuta vijana. Sawa. Kama wanavyosema. Kama kweli zinaiba usiku kweli. Sawa. Na kama sio wao, weka vijana. Wanapotoka saa 12 wanaingia. Sawa. Wanapotoka
wale wanawakuta. Sawa. Sawa eh? Sawa bosi. Kwa hiyo na nyinyi hapo sasa muhakikishe kwamba nyinyi hamtoki mpaka wale wameingia. Sawa bosi. Sawa. Na wale hawatoki mpaka nyinyi mmefanyaje? Tumeelewana vizuri? Ndio. Ile minazi. Mtende tuangalie hivi pale. Iko tayari. Huko chini kule tu. Endelee na kazi. Unashtuka kwa nini nimefika hapa na mumeo hataki tufike hapa. Lakini hapa unaongea na Hassan Puyo. Mimi huwa simwogopi mtu. Sasa nisikilize, wewe mwanamke ambaye umetoka mjini, umekuja kijijini hapa, hutaki kuongea na wanakijiji wala majirani zako. Lakini hata Mwenyezi Mungu kasema mpende jirani yako kama unavyojipenda. Na hapa mwanamuziki pia kaimba kwamba unapopata na shida usiku kubwa wa manane, jirani yako ndio wa kwanza kukusaidia. Hata katika vitabu vya Mungu vimeandikwa. Bwana wewe nani ambaye hutaki kushirikiana na majirani? Sikia unakwambia. Kushirikiana na mtu ni hiari yake, sio lazima. Sawa? Umenielewa eh? Na vile vile kama ikitokea shida iliyotokea sikaumwa sikafanyaje haiwahusu. Haiwahusu hata mtu huyu mmoja nitajua jinsi gani mimi ya kuhangaika na mume wangu. Na maisha kuingiliwa mimi na mume wangu sitaki. Mwanzo na mwisho, sawa? Sisi wana kijiji ndio msaada wako wewe. Hivi mumeo akiugua, wewe una uwezo wa kumbeba na mle mtumbo wake ule alipovimbiana wewe? Una uwezo wa kumbeba wewe kama sio kuhitaji msaada kwetu sisi? Acha upumbavu. Sasa nisikilize. Huyo mumeo ambaye wewe unamuona kama mtemi, kwa taarifa yako ni muuaji. Na nachotaka kukwambia, wewe sio wa kwanza kuishi naye. Wenzako wengi wameshatangulia mbele za haki. Kashauri. Kinachofuata kwako na wewe utauawa kama walivyouawa wenzako. Na ndio maana hataki ukaongea na majirani wala wanakijiji, sababu anajua tutakupa siri za kwake, matukio yake. Sasa wewe unakujia wapi? Nini wale kula tapilao. Toka hapa. Toka nakwambia. Natoka. Utachinjwa. Naomba uondoke. Mimi naondoka. Nenda sasa. Sasa wewe nengeneka. Wewe naomba uondoke. Sio wa kwanza. Nakuonea huko. Hivi. Mbona uko hivi unaumwa? Sasa nini sasa bwana? Maana haupo kama siku zote. Wewe ushavunja agano wewe. Mimi nilikwambia sitaki wewe kushirikiana na wanakijiji. Kwa hiyo mimi nikitoka, wewe ndo mnafanya kazi, mnaitana mnaanza kunijadili, si ndio? Lakini mume wangu, maisha gani kushirikiana na wenzangu na hata salamu. Wewe upo kwa ajili yangu mimi, sio kwa wanakijiji. Alafu haya mashauri. Mzee, unaumwa mzee. Unajua, sikiza nikwambie, wewe umekuja hapa kujambisha, umekuja na masuala yako.
Kwa sababu mimi na pressure, unachukua ghafla namna unaweza kuua. Wewe usiwahi kuua. Pressure wapi? Mwenye pressure anaruka. Sasa namna hiyo tukakwambia nenda kapigane naye. Ungeweza kweli wewe? Hapo na sisi tumefanya makosa. Kwani tumekuteua wewe mgonjwa? Wewe ni mgonjwa mzee, una kitu. Tuache hayo. Nadhani unajua. Tumesubiri, tumechoka. Huyu bwana jana nasikia kapiga mke wake nusu amuue. Unasikia nini bwana wewe? Na wewe umekaa kimya. Kama limekushinda, tupe majukumu sisi. Nisikize bwana. Mimi hili swala haijanishinda. Ila kwa sasa hivi ndio linafikia wapi ukingoni. Hata jana nimpigiwa simu na uongozi. Bwana hilo swala huko vipi? Nikwambia mimi nawasubiri nyie. Kwa hiyo wala usio na wasiwasi. Mambo yatakwenda sawa tu. Kuku wako mwenyewe. Maana atia nini? Kelele nyingi, mnababaika vijana. Kwa nini? Wewe mzee unajua kweli mwanasiasa wewe. Unaongea maneno mengi, alafu utekelezaji sifuri. Kwa nini? Wewe mtu mmoja unashindwa kumshughulikia mtu mmoja. Huyo wewe anapiga wanawake, huyo wewe ananyanyasa kijinsia na nyinyi viongozi ndio mmekataa. Au anakupa pesa? Mzee inawezekana kuna pesa wewe unapata. Kwa unaona ukimshughulikia huyu utakufa njaa. Sasa kwa nini wewe unashindwa kumshughulikia? Nimekwambia hili swala mimi siwezi kuliacha na siwezi kulifumbia macho. Nikilifumbia macho swala hili hata taswira yenyewe kijiji inakuelekea ni pabaya. Lakini vijana bado tu maneno. Wewe ndugu yako juzi kaiba miogo. Kama ningekuwa na papala kuliamua, niliamua hapa. Ningekuwa na papala kuliamua. Sasa hizi wewe unasema ovyo. Sawa mzee, lakini swala la mdogo wangu na huyu bwana ili la huyu ni kubwa kuliko la mdogo wangu. Sasa usichukue triki ya mdogo wangu kuiba miogo kaanza haihusiani. Sisi hatutaanza kulizungumzia hili. Sisi tutaendelea kulishughulikia. Na Mungu wangu nasema hivi, usinivunjie nyumba. Kama wewe umeshindwa kumshughulikia huyu mtu, sisi tutachukua hili swala mkononi. Tunamaliza. Mzee, naona hili ni duka. Hili ni duka lako wewe. Ndio maana unashindwa kumuondoa hapa kijijini, unajua wewe utaishi kwa shida sana. Sasa jiangalie. Sisi hatutarudi tena kuzungumzia hili swala. Naomba uondoke. Naondoka. Lakini jiangalie mzee. Basi, basi ondoka. Yaani unapigwa maana kupigwa lakini bado tu uondoki kwenu. Kwani kwenu umesusu wewe mwanamke? Na kama umesusu basi njoo tukustiri sisi wanawake wenzio kuliko wewe mateso unayoyapata. Mimi hata sielewi yani. Hizi ndoa za kulazimishana ni za kulazimishana tu. Yaani mtu unaolewa tu ili mradi na wewe uwepo kwenye ndoa. Unaolewa ya nini? Angalia hapo ulipo mwili mzima una makofu. Na bado, yani hiyo bado kabisa ndio trailer. Picha kamili bado alijaji. Yaani ni kama vile kwenu umesuswa. Huna kwenu mtoto wa kike. Yaani nyinyi ndio kati ya wale ambao wanaharibu sifa za wanawake. Ili tu tuonekane hatufai kwenye ndoa zetu. Si uende kwenu. Yaani hata kama unisikilizi kwa tabia ya mumeo, yaani tutakuzika kama tulivyoazika wenzio. Wema? Wema, mbona unauliza hivyo? Samahani sana Dodo. Hivi kwa nini unanyanyasa sana wanawake? Tatizo ni nini? Na kwa nini hasa? Najua kama una kiburi. Kila kitu kina mwanzo na mwisho wake. Haya unayomfanyia mke wako, ipo siku atakuja kupata ufumbuzi wa akili. Na akabaini kila kitu. Maliza. Au unasema ubakishe? Hata kama nimemaliza, ila najua ujumbe wangu umefika. Ufanani hata kidogo na wanaume wa mjini. Alafu nasema wewe ndio Dodo. Na mimi Mwajei sitoacha kukuambia hata kidogo. Vipi, kuna shida gani? Mbona unakuja hey mam video umefukuzwa na mnyama? Si huyu Dodo.
Dodo amenipiga. Hapa nilipo mwili wote unaniuma. Mgongo wote nausikia kama nawaka moto. Hivi kwa nini Dodo anatufanyia hivi? Mpaka kwa wanakijiji yote. Dodo? Ndio. Hivi Dodo anaweza kweli kukupiga hivi hivi bila sababu za msingi, kweli alikuvamia tu akupige? Kweli Dodo namjua ni mkorofi kweli. Lakini si kwa wapita njia, hata kwa majirani zake. Dodo ni mkorofi kwa familia yake tu. Si kwa wapita njia wala majirani zake. Sasa iweje wewe umemfanya kitu gani haswa mpaka leo akakupige tu? Nimfanye nini? Mimi nimekutana na Dodo. Nilipokutana na Dodo nimemsimamisha. Nimemwambia ukweli juu ya unyanyasaji wake wanawake. Kwa nini ananyanyasa wanawake zake? Baada ya kumwambia hivi tu ukweli yeye ananipiga. Kwa nini anipige? Mwenyekiti. Anafikia tu mpaka kutupiga sisi wana kijiji. Hii ni haki kweli? Kweli mpuuzi kweli. Kumbe ndio hilo. Kilichokutuma wewe mpaka ukaingilia mambo ya familia za watu kitu gani hasa? Nini kilichokutuma wewe? Kilichokuacha wewe nini? Wewe unanisimamisha mimi nataka kuondoka na safari zangu hapa. Nafikiri unakuja kunieleza mambo ya msingi. Kumbe umbea wa kwenda kufuatilia familia za watu. Wewe inakuhusu? Si umwache kama nampiga mkeo, wewe inakuhusu nini? Ungeacha kukunte, angekutoa hata pua kabisa. Nipishe bwana mimi huko. Hivi kwa wewe ni mwenyekiti au ni mwenye kigoda? Si bora tu na wajumbe tu kuliko kuwa na wewe mwenyekiti. Una faida gani katika hichi kijiji? Lakini hicho unachokifanya sio sawa kabisa mwenyekiti. Jua kabisa sisi hichi kijiji tunanyanyasika. Na yule mtu nimemwambia ukweli juu ya unyanyasaji wake wanawake. Leo unaniona mimi mpuzi kwa kweli mwenyekiti? Bora tu na wajumbe tu katika hichi kijiji. Sio mtu anatoka na huko anakuja katika kijiji chetu. Wewe unampuzia mpaka lini? Huu uonevu. Tumefanyiwa sisi. Ungefanyiwa wewe. Nisikilize wewe mama. Afadhali huyo Dodo angekupiga makofi na kukutoa pua kabisa. Wewe mama ya kuhusu nyumba ya watu unakuja, ananipiga, kiti nimekuja, Dodo kanipiga. Afadhali angekutoa na pua kabisa mjinga mkubwa. Mbona ina sukari tena? Nika wenyewe. Yaani nimeweka nyingi umenisema kama mimi. Kwa kwani wewe ngea kipimo changu kijui? Una visa wewe. Bora wewe mwenyewe. Leo na mandazi. Miogo umechoka? Choka leo. Siku miogo tu. Mpaka nafanana naye bwana. Miogo itakuwa cheto kwa nini? Miogo. Viazi. Na bwana tumeanza mandazi, kesho chapati. Chapati ndio utaenda tena kujini kwa kuzura. Ngoja. Unapika wewe si jambo jema. Vipi tena? Kama nitakuwa nimempa mimba nitashukuru Mungu manake. Nitakuwa na hamu na kitoto. Mungu nisaidie. Hivi tena unaumwa? Mbona mbadilika? Kama unaumwa nakupeleka hapo kwenye kizana chetu hapo. Maana si ile kawaida. Mwanangu na wewe lazima kwa kama mtoto uelewi. Sasa nielewe nini tena? Hivi tangulize swali. Naulize nini? Asubuhi unapoendaga shamba. Lengo lako nini? Kwenda shamba tutakwenda kulima. Mazao yapatikane, tuvune, kisha tule. Sasa hayo mavuno unataka wewe na mazao ndio kishajipa. Wakapo hujanielewa sijui. Ni uongo. Yaani na maana una mimba? Ndio. Oya mwanangu. Dodo wewe. Kidogo. Inakuja. Sasa utulie sasa lakini. Mimba hiyo. Sio tena kidogo na njia hapo tu kwenda huko kijijini wapi? Yaani sasa hivi ndio sitaki kabisa. Sio la mazoea hapa na wala sitaki kabisa hata kusikia.
Utoke huko ndani utulie. Shakwa hayo tena. Hiyo mimba hiyo. Haya. Tafanyaje? Ah, sasa mimba na wanakijiji inahusiana nini? Sasa ndio mwanzo kuzurura, ndio maana kuzoea na wanakijiji, unajua kila watu wakoje hapa. Watu na husda. Kiwa mtu anafuatilia hata kama watu washinda kufuatilia tumbo. Haya bwana. Mimi atakawasikia tu. Watasikia sauti. Na kama kuna uwezekano yote yenyewe nikizuia. Wewe wasikia kidogo. Tena ingewezekana ungevya mishoko. Ukitaki tena? Na hapa nenda katapika. Unajua bwana Sadiki, Dodo anatuona sisi mazuzu tusiokuwa na akili, tena wapumbavu hapa kijijini. Tena ametuona yeye ndo ana akili kweli kuliko hata vijana wote hapa kijijini. Yaani yeye anajiona hapa kijijini kama mfalme. Sasa umesikia alichokifanya jana? Amefanya nini? Ameanza kumpiga tena mkewe? Yaani bwana tangempiga mke wake. Alafu ndugu yangu, ina maana wewe upo hapa kijijini alafu hujui matukio yanatokea. Alafu unajua unanishangaza sana. Hapa tumekuja kuulizana maswali au kupeana habari ya kipi kinaendelea. Maana tangu tumefika hapa huongelei kipi kilichotokea, kazi kuniuliza maswali tu. Wakati wewe ndo unajua fika kipi kilichotokea. Basi bwana. Ye bwana Dodo kamtandika kibao mwajei chini. Kunyanyuka chini kizunguzungu nusu amuue. Sasa kwa kosa gani hasa hadi ampige? Yeye mwenyewe akamuuliza tu bwana, nasikia wewe unamnyanyasa mwanamke mwenzetu. Acha, sio vizuri. Yule bwana kanyanyuka kama mafuta ya petroli yamewashwa vile. Kerebu. Chini. Kampiga. Sasa na yeye alienda kufanya nini kule? Ili natakiwa tuachie sisi. Na mimi nasubiri tu nisikie tena kampiga mkewe. Nitamfundisha adabu. Afwesi yuko dunia gani? Juzi tu hapa kamkunguta mke wake nusu amuue. Piga kweli kweli. Kampiga yule mwanamke anapiga makelele. Piga kweli. Nusu auwe. Unasemaje? Nusu auwe? Huyu ni katili eh? Shauri yako. Sasa wewe kama una uwezo wa kupigana naye, haya, kalanga bao. Sasa hivi inaonekana bado naendelea kukusumbua eh? Eti nakusumbua? Sikiliza nikwambie kitu. Huyo mwanaume unaoishi naye sio mwanaume. Mume wako ni muuaji. Na wewe sio mwanamke wa kwanza kuolewa naye. Sasa kama mimi sio wa kwanza kuolewa, shida iko wapi? Na tatizo liko wapi? Sikiliza nikwambie. Usiwe mjinga kiasi hicho. Mbona kuwa kama mpumbavu eti? Huyo mume wako ni muuaji. Anapiga hao wanawake na kuwaua kisha anawafukia huko. Sasa bado zamu yako inakuja. Maana wewe umekuwa mbishi. Hivi mbona siwaelewi? Kwa nini mnanifuatilia maisha yangu mimi na mume wangu? Shida hasa ni nini? Ni kitu gani kinachowauma haswa mpaka mnazidi kunifuatilia mimi na maisha yangu? Kinachoniuma mimi kwako, wewe ni mwanamke mwenzangu. Umeona? Wewe ni mwanamke mwenzangu. Hayo mateso unayoyapata na manyanyaso ni aibu. Kama mnataka kuishi maisha hayo ya kupigana, mrudi mlikokuwa huko mnaishi. Aibu. Umeshaanza kukaribisha wageni? Hala mwanangu, kwanza mwenyewe. Fundisha kwa. Sasa acha mume wangu. Hivi unaweza kaa hapa kusubiri umpige? Na huko kijini kote wanakuogopa. Juzi tu mtaka kumpiga msichana wa watu. Shoga yangu ilikuwaje nayo mpaka wanakijiji wote hao wanakuongelea wewe kuhusu kupigwa na Dodo? Shoga yangu wewe acha. Na huu umbea wangu wa kujifanya mimi kuingilia familia za watu. Umbea? Umbea gani wewe shoga yangu? Maana kama ni umbea watu tunapiga umbea bibi wewe.
Si baada ya kumwelezea ukweli juu ya wake zake anavyowanyanyasa na kuwapiga. Kingine kuwakataza na kuongea na wanakijiji. Asa hilo ndo akupige. Wakati ulimwambia ukweli. Ndio, alinipiga kofi hilo. Sijawahi kuona. Nilisi akili yote kuchanganyikiwa. Mgongo wote ulikatika. Shoga yangu pole. Unanicheka? Mimi nakwambia juu ya Dodo kunipiga, wewe unanicheka. Sawa. Sina maana hiyo shoga yangu kucheka. Ila namcheka huyo mpumbavu. Hivi unajua Dodo ni mkorofi? Hata sijui ana wake zake aliwapata wapi. Ina maana sijui alikuwa hamuoni ukorofi wake kuanzia mwanzo. Mimi kofi moja tu vile. Je, wake zake anawatia mangumi kila siku? Ila acha. Nimemweka kiporo. Ugomvi hautoishia hapa. Haya. Hey. Pole. Asiwe kama unaenda shambani au umechelewa? Bwana. Shughuli za sama unajua zinachosha sana. Jana nimelala usingizi. Ndo natoka hivi sasa. Pole mwanangu. Sema nini? Huko kisimani nilikotoka. Maneno na kuongelea wewe tu. Kila naongea wao na kuongelea mwanangu. Nasikia siku umempiga binti gani huko? Kwani unakuwa hivi mwanangu unapiga watu, mimi nasikia maneno huko, mimi naumia. Mimi sipendi mwanangu. Naomba ubadilike. Unasikiza tena una kijiji ambao nimekuambia mambo haya mimi siyataki. Hivi kwa nini wewe unielewi? Niongee lugha gani? Kila siku ni mambo hayo tu. Kila siku swala ni hilo tu. Mume wangu. Mimi hata sijasikiliza kabisa. Mimi wanaongea mimi nataka maji, nimaliza hapo, nimejitwisha ndio ninakuja nimefika nyumbani. Wewe nimewahi. Mimi kama ningewasikiliza ningekuwa naongea mimi singefika saa hizi. Hivi ndio ninavyotaka mimi. Yaani wewe waacho na kijiji. Waongee, wewe usiwajibu chochote. Wataongea lakini mwisho wa siku anamaliza na kila mtu atafanya majukumu yake yanayomhusu. Tumeelewana vizuri? Maana na imani kabisa huu ujumbe nitaukupa Bwana Kinkuti utafika kwa mhusika. Kwa maana mimi nimekuwa kijumbe sio? Ukinipa taarifa yoyote basi itafika vile vile bila kupinda pinda. Hapana Bwana Kinkuti. Ila mtu ambaye anatarajia huu ujumbe kumfikia ni bosi wako. Yule Bwana Dodo ambaye anakufanya uonekane shambalo, unywe vizuri, shavu, uwe na heshima hapa kijijini, anakupa kwa vijipesa. Ndugu yangu, unajua nakuheshimu sana. Sitaki nikuvunjie heshima. Na nakuomba kabisa. Sitaki nikuvunjie heshima. Hebu ongea kitu ambacho umenifanya mimi nisimame hapa. Alafu, kwa nini unapenda kuzungumzia maisha ya watu? Kwa nini unapoteza muda wako unakaa unamzungumzia mtu ambaye hana faida na wewe? Yanakuhusu nini? Ndugu yangu, sikia. Kwa kifupi tu, kila mtu anakula kwa urefu wa kamba yake. Lakini unashinda kukaa chini na bosi wako ukamwelekeza kwamba kuwapiga na kuwanyanyasa wanawake ni mbaya. Alafu mbaya zaidi, hataki kabisa yule mwanamke aongee na wanakijiji, acheke na majirani. Ni kama ni hatari hiyo. Kwa hiyo hili ndilo ambalo umesimamisha hapa. Hili zuzu hili. Wewe unajua una akili wewe. Hivi wewe akili yako inafanya kazi kweli wewe? Kwa hili dogo si ndio? Radio, TV zinatangaza tusiwanyanyase wanawake. Tusiwafanyie udhalilishaji. Wewe umeziba macho, umeziba masikio, umekaa mpaa. Umelizika kabisa na vijipesa vyako ambavyo unapewa na bosi wako vya mazao, si ndio? Angekuwa anafanyiwa hivi dada yako au mama yako ungejisikiaje? Sikia ndugu yangu. Nakuheshimu. Narudia tena, nakuheshimu, sitaki nikuvunjie heshima. Hivi mimi nilifikiria kwa akili yangu ambayo nilikuwa nayo, kwa umri uliokuwa nao wewe sasa hivi hapo, kama kuna kazi ya kimsingi ungeenda kufanya ili upate riziki, unakuja kukaa kumzungumzia mtu ambaye anafanya na wewe ili weje. Na kwa lengo gani?
Mbona unashangaza ndugu yangu? Sasa nisikilize. Fanya maisha yako. Angalia maisha yako. Itakukosti shughuli yako. Acha kwa mjinga huyu. Na hivyo viduku vyenu mnavyonyoa ndio vinakutia wenda wazimu. Kwa sababu akili ni nywele, wewe umenyoa pembeni umeachia hapo, unaenda tu kama kipanga. Ukashakuwa msukule huyu. Vitu vya maana unamwambia na Mkuu. Ndiyo. Una pesa ilikuwa inahitajika kwa wale vibarua ambao walikuwa wanapalilia minazi. Kwa sababu tayari kazi ushamaliza. Lakini wewe ulisema kwamba umeongezea na kule chini. Sasa mbona muda mdogo wametoka kumaliza kote? Ni kweli bosi niliwaambia, wakadai kwamba wamalize kwanza juu. Lakini baada ya kumaliza kule juu, kisha tutakaa nao chini tuzungumzie kuhusu kubondeni. Kwa hiyo maana yake kwamba pesa ambao wanayohitaji ni eneo la juu tu. Basi haina shida. Wewe kesho jioni njoo hapa. Utakupa shilingi 50,000 ili kumalizane nao. Alafu tukae tujue kule chini tunafanya. Sawa bosi. Ila ingekuwa vizuri zaidi kama tungepata mbolea kwa wakati sana, yaani ni mapema sana, kwa sababu hali ya hewa haitabadilika. Sawa. Ingekuwa tukapata mbolea kwa wakati, tukaiweka mapema, tukapalilia pale, wakati mvua inanyesha basi ile mbolea tayari tushaiweka pale. Swala mbolea nimejipanga nalo vizuri tu, ngana vizuri. Na mimi kesho asubuhi gari ya kwanza itaingia na mbolea. Kwa hiyo kazi yako kubwa wewe cha kufanya kuhakikisha unaandaa vijana. Wanapakua mzigo ule, wanaweka pale ndani. Na juu pale kuna sehemu ambayo inavuja kidogo. Sasa jaribu zile mbolea waziweke upande ule mwingine, mambo yaende vizuri. Hilo halina shida. Sawa. Wewe kuhusu hilo wala usijali, tuko pamoja sana. Basi sawa, acha mimi nikuache. Haya, karibu. Asante. Ila samahani bosi. Kuna jambo kidogo. Mboga ni tena. Lakini samahani kama nitakukwaza. Haina shida. Unajua wana kijiji wanakuzungumzia vibaya sana. Pamoja wewe na mke wako. Kwa nini unasema? Kipindi nakuja kwako hapa. Ni jamaa nikutane njiani. Huyu jamaa jina yake anaitwa. Huyu jamaa ambaye anaongea sana. Yaani jamaa ukashanitoka. Puyo, anaitwa Puyo. Akanisimamisha bwana. Akaanza kunipa habari zako zote kwa Dodo anampiga sana mke wake. Nakia tu mpaka anamnyanyasa, anamdhalilisha mbele ya watu. Sasa mimi nikashindwa kuelewa. Hadi mpaka mimi mwenyewe nikapigwa na butwa. Yaani nikaingiwa na aibu. Huwezi amini. Kwa hivyo unajua hawa vijana wa mtaani wakiwa hawana shughuli za kufanya, basi kazi yao ndio kazi zao. Sasa hivi kama hivyo siku shida kabisa. Sawa. Ila hata mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Kwa nini unashindwa kufanya mambo yako ya kimsingi ambayo unaamini ukifanya unaweza kupata riziki, unakaa unamzunguzia mtu ambaye hata wewe una faida naye. Kwa nini? Mimi natakiwa sasa vijana ndio anatakiwa ajitambue kama hivi. Ikiwa sina shughuli ya kufanya bora nifikirie vitu vingine vya kufanya. Basi sawa. Nashukuru. Haya. Pamoja sasa. Haya. Wewe unafanya nini hapo sasa? Yaani baada ya kufanya kazi unachati? Huyu anayefanya kazi ni mjinga. Wewe nani? Sina kuuliza wewe. Tatizo bosi, unazingua bosi. Haiwezekani kila siku unafanya kazi asubuhi na jioni, hautaki kutulipa. Wakati mazao yote umevuna. Umevuna nazi, umevuna nyanya, vitunguu, nazi umevuna pesa yote umepeleka nyumbani, lakini hutaki kutulipa. Yaani unasubutu kufikia hatua hii? Wewe unajua vizuri wewe.
Mlikuwa mnabishana tu hapo. Ghafla mkachukua jembe kumpiga kichwani. Hili ndio lilitokea. Tuko hospitali. Anakufa. Na hivi hapa. Sitaki kusikia inatoka hapa inakwenda kijijini. Na nikisikia hivi. Umenielewa? Wewe umechukua sawa. Na hii ni hapa. Sitaki kuisikia inatoka hapa inakwenda kijijini. Na nikilisikia hii. Umenielewa? Kinguti. Vipi, mbona unaonekana ni mwingi wa mawazo? Mimi niko sawa. Ila ni uchovu wa kazi kila siku. Uchovu wa kazi ya kila siku. Sijakuzoea hivyo. Na kazi hatujaanza leo. Tumeanza siku nyingi tunafanya kazi. Kwa hiyo ukiniambia uchovu wa kazi, nakuwa sikuelewi. Kweli na. Siwezi kuficha hata siku. Na kama nikuficha, nitapata na hivi. Sawa. Siwezi kukaa kama hicho. Kwa sababu mimi sina majukumu aina yoyote ambayo itakanifanya mimi nikae chini kwa muda mrefu niweze kuwaza. Mimi niko sawa. Wala usijali. Sawa. Na unalichukia tukio la jana la Dodo kumua Shamte. Maana lina utata. Kwa sababu mimi sijaona tatizo kubwa la Dodo kumua Shamte. Sikia ndugu yangu. Unajua Mungu ameumba uhai na kifo. Alikuwa na maana yake sana. Na siku zote kifo karibia zitakuja sababu nyingi sana. Ili mradi tu ile hali yako itimie. Itimie? Kwa kupigwa na jembe? Hapana. Hapo kuna siri nzito iliyomuhusu Dodo na maisha yake. Amini ninachokwambia ndugu yangu. Siri nzito? Siri gani? Hujui kama wanawake wake wanakufa kufa ovyo? Ndio maana nakwambia kuna siri nzito. Lakini ndugu yangu, bado naandika chapani, sijakuelewa. Ipo siku. Salamu wakati mimi nakuuliza.
Kwa hiyo hiyo mimba umeenda kuitangaza kijiji kizima, wote wakujua kama una mimba, si ndio? Wewe mama unapenda kunidhalilisha kiasi hicho? Mimi sikiza kwa mimi wangu mimi nimeshakuchoka. Tena nimekuchoka kabisa Mwanamke gani usiokuwa na huruma? Unifanya wazazi mtani. Nafanya mwenyewe na unanikataza. Utakafanya nini? Nimeshakuchoka. Kulikoni? Pole sana. Pole sana. Asante. Una nini? Bwana mimi nakuja hapa na kuta umeaa chini hapa. Damu zinakutoka. Bwana. Sio mwanamke. Amenipiga na kitu kizito sana. Ndio hali hii unaona. Unamzungumzia mkeo au mwanamke yupi? Ni wewe unaishi naye hapa. Ndio yeye huyo. Kuna mwanamke mwingine tena? Yaani shemeji kafikia hatua hiyo. Ilikuwaje mpaka amefikia hatua ya kupiga na kitu kichwani? Acha. Simzungumzie kabisa sababu unazidi kunipandisha hasira. Mwanamke mbaya kabisa. Sawa. Yuko wapi? Kanipiga mimi na kitu kizito. Nilipoteza fahamu. Ndio hapa naona wewe ndio unaona kama. Kwa nini ulipokuja hujamuona? Sasa kama ningemkuta, ningekuuliza wewe. Basi atakuwa. Anasema, kwa hivyo. Ya, pole sana. Yaani kwa hali hiyo, yaani hapo umeponea chupu chupu. Yaani hapo umeponea kwenye mdomo wa mamba. Uji wako. Yaani ningekufa. Wanawake sio watu. Sio watu kabisa. Na ndio maana mimi nikiishi nao naishi nao kijeshi. Nikimpangia hili kufanya unafanya, hili fanya, hili sitaki, hili sitaki. Lakini huwa sawa. Bila pole. Nashukuru sana kwa msaada wenu. Na pia naombeni nisamehe kwa kipindi chote hicho mlichoniambia, hiyo tabia mbaya ya mume wangu. Niwapuuzia, nisameheni sana. Wala hata usijali. Unajua hukuweza kutusikiliza kwa kuwa ulikuwa unamwogopa sana mume wako. Ondoa hofu. Unajua sisi wanawake tuna kasumba moja. Tuna tabia ya kuwasikiliza waume zetu na kufuata masharti yao bila kupima maneno yao na kujua madhara gani yatakuja kutokea hapo baadaye. Ni kweli Mwajei yasemayo, ila mimi sina cha kuwalipa. Mungu tu ndo atawalipa. Tausi, wewe ni mwanamke mwenzetu. Na sisi hatuko tayari kuona mwanamke mwenzetu ananyanyaswa wala kudhalilika. Kwa hiyo usijali. Na mimi nilishakula kiapo. Nipo tayari kupambana
ili mradi mwanamke mwenzangu asinyanyasike. Nalijua hilo. Nashangaa sio kwa nini kawaida. Hivyo kwa kule mjini alikuwa mpole kama nini. Nashangaa nimekuja hapa kijijini kaanza kulibadilikia. Yaani hata siamini kabisa yani. Wanaume ndivyo walivyo. Mwanamume anapokuhitaji anakuwa mpole sana, kama malaika wa heri. Sasa wanapokuja kubadilika, hata shetani anafadhali. Tausi, na wewe unapenda kupika pika. Si mwanamke. Vipi, unaendeleaje na maumivu? Naendelea vizuri. Nashukuru. Sasa mimi nataka nitoke niende zangu Gurio. Nilipeleka kule mahindi. Leo nimesikia malipo yanafanyika. Nikafanye mpango wa nauli ili wewe uende. Asante sana Mwajei kwa wema wako. Nashukuru sana kwa kunisaidia. Mungu atakulipa. Wala hata usijali. Leo kwako, kesho kwangu. Wahenga walisema wema ni hazina. Siwezi jua kesho yangu. Ni kweli Mwajei semaye. Naamini hata Mungu kwa wema alomfanyia anauona. Sawa, ngoja basi mimi nielekee Gurio. Lakini dada, mimi nilikuwa naombi. Ombi gani tena? Nilikuwa naomba kanichukulie begi langu nyumbani tu. Utaweza kweli? Maana ninavyomjua Dodo. Hamna Mwajei. Ukienda pale mvizia anapotoka anaenda shamba. Akiondoka tu mlango huo atafungaga. Wewe ingia ndani, chukua begi, kimbia na niletee. Majamaa chochote tafuta. Sawa, ngoja niende Gurio, nikirudi nitalipitia hilo begi. Nitafanya hivyo, wala hata usijali. Mwajei. Umefanikiwa? Mimi ndo Mwajei bwana. Nikiamua langu huwa sishindi. Asante sana Mwajei. Siamini kama umefanikiwa. Nashukuru kile kitu kiko salama. Ni hili tu ndio lilikuwa linanitia mawazo. Sasa wewe kinachotakiwa hapa sasa hivi kajiandae.
nimpeleke stendi, maana ninavyojua Dodo sasa hivi kijiji kizima kitawaka moto. Kwa hiyo Mwajei, ni huu tu ndio ulikuwa ninaochelesha, sina lingine. Ngoja sasa nikajiandaa. Sawa. Acha. Ndio maana nilikuwa nakwambia kwamba huyo Dodo fai muuaji, na huyu mtoto unayemwona hapa ndio ile mimba nilitoka naye kule kwa Dodo. Hakufai, chana naye. Mimi sasa nitakuaminije hayo unayoniambia? Maana kwangu naona ni kama story tu ya kusisimua. Suzi rafiki yangu, sio kama nakuonea wivu, ila nakuonea huruma. Mwana mwenye Dodo muuaji yule. Haya, mimi nakutakia maisha mema, nakawale salama na huyo Dodo. Sawa, nimekuelewa, ila pole kwa hatua alopitia. Asante Suzi.